Yesu asifiwe. Basi nisome na Kiingereza. Now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart, for you have been born again, not of the perishable seed, but imperishable, through the living and enduring word of God. For all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever. This is the word that was preached to you. Therefore, rid yourself of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander. Slander of every height, like newborn babies, create pure spiritual purity, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati ule mwishowe nilikuwa hapa mbele ya election. Mbele ya uchaguzi. Hapo ndio tulikuwa hapa. Na tulimalizia nikisema ya kwamba mwanadamu ili aweze kufikia kile ambacho Mungu alimuita kuhusu, lazima neno la Mungu limkuse katika nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe. Lazima nafsi yake ifikie uzima ili aweze kutembea na Mungu. Uelewe hivi, tunapookoka, na nilisema tunaokoka kwa kukiri Yesu. Hiyo ndio hatua ya kwanza katika wokovu. Kila mtu ajaye kwa Yesu anaanzia katika kukiri. Lakini si hapo Yesu alituita. Hakuwa ametuita tukiri, tuje kanisani, tufanye mambo ya kanisa. Sio hiyo alikuwa ametuitia. Alituita mahali kila mmoja wetu atakayemwamini atafikia uzima. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Nitasema tena. Yeye kilichosumbua si kuwa tunakuja kanisa ama hatukuja. Kilichosumbua Mungu ni ya kwamba mwanadamu alipoteza uzima, akaingiwa na mauti. So Mungu alitamani vile mwanadamu huyu atarejeshewa uzima. Sasa uzima si kwenda mbinguni. Kwa maana uzima si mbinguni itapeanwa. Uzima mbinguni tukienda tunaenda kulipwa taji. Uzima kila mtu huenda naye. Bwana Yesu asifiwe. Anayeenda mbinguni anaenda na uzima akiwa nayo. Ndio maana Yesu alisema mimi nalikuja ili muwe na uzima na muwe naye ikimeja. Kumaanisha yeye alikuja duniani ili kila mmoja wetu aweze kupata uzima. Bwana Yesu asifiwe. Sasa swali ni hili, kama kusudi lake lilikuwa niwe na uzima, nitawezaje kufikia uzima? Uzima huo unaitwa uzima tele, umejaa. Unastahili kufikia uzima kiwango ya kwamba hata nyama za mwili wako zina uzima huo, kiwango ya kwamba
kumaanisha alikuja na sura ambaye Adamu wa kwanza alipoteza. Bwana Yesu asifiwe. So yeye akishafika ni kama alipita akituambia sehemu hii ndiyo mlipoteza na mstahili kuwa mnateswa. Kwa hivyo yoyote aniaminie atarejeshewa uzima huu, na anastahili kurejeshewa ukiwa umekamilika, afikie to the fullness ya uzima huu. Sasa shinda si kukiri, shinda ni kufikia uzima huu. Kuna mahali Paulo alifika, alipoanza kutembea naye, kuna mahali alifika kiwango yeye na mambo ya kifo na mambo ya magonjwa, hii mambo ili katika haikuwepo kwake tena, kiwango ya kwamba walijaribu kumuua hangekufa mbele ya wakati wake. Alikuwa na uzima kiwango ya kwamba hata mauti haingemkubali mpaka siku zake zikwisha. Walijaribu wakampiga mawe siku moja akasirai, wakafikiria amekufa. Yeye aliamka tu akauliza wale walikuwa nao, na kabla hawajafanya hivi tulikuwa tunaelekea Makedonia, vitabu yangu viko wapi? Kwa maana tunastahili kuelekea Makedonia, tuendelee na safari, kwa maana kwake hakuna kitu kama mauti. Na ndio maana alisema sisi tunayeamini hatukufi, sisi ulala. Alafu akasema yoyote alalaye alali wakati wote, analala wakati anachagua. Hauwezi lazimishwa kulala. Anasema yoyote alalaye, yeye ulala wakati wa kulala ukifika, na ni yeye uchagua. Sasa yeye kabla hajalala hakusumbuliwa. Aliita Timotheo akamwambia, Timotheo mwanangu, nimepigana vita vya imani na mimi nimemaliza safari yangu. Akamwambia, naye taji ya mbingu inaningoja, sina wakati mwingine wa kuishi, lakini wewe usimuonee aibu habari ya Kristo Yesu. Dakika hiyo ndio wakati wake wa kuondoka unafika, siku zake zimekwisha. Dakika hiyo ndio anakutana na mfalme Nero. Mfalme Nero anamwambia Paulo, nimekutafuta muda mrefu. Paulo anamwambia Nero, nilikuwa nangojea wakati, haungeniona hata haungenipata siku nyingine. Anamwambia na sasa, na kumbuka aliambia Timotheo, mimi nasikia kama mwili wangu unapelekwa mahali pa kuchinjwa, na kwa maana siku zimeisha, lazima nipeleke mwili wangu kichinjio. Anapeleka mwili wake kuchinjwa, kwa maana siku zake zimekwisha, na uzima aliye naye isipokuwa ajipeane. Nero akamwambia, leo ndio nitakuwa. Paulo anamwambia mzee, shingo ndio hiyo, niseme nini? Kwa maana siwezi kuandikia barua ingine mpya, nitawakumbusha niliyowaambia, kwa maana tulikutana na Yesu akaniambia siku sana za kuishi pamoja nanyi zimekwisha. Akamwambia, ndugu zangu, bora tu kile naweza fanya ni kuwakumbusha niliyowaambia yapita, kwa maana siwezi kuandikia ingine, mimi siku zangu zimefika mwisho. Wakati Yesu alishikwa na wao, kwa maana yeye ana mamlaka na ana uzima ndani yake, ni ngumu sana wao. Alipo
walipofika anauliza wandugu, mnatafuta nani? Anamwambia tunatafuta Yesu wa Nazareti. Anawaambia na huyo mnaongea naye ndiye wote wanawe. Na wamekuja kuishi na wote wako na silaha. Anauliza ndugu zangu, si nimeishi katikati yenu miaka yote, mbona mkuje na silaha kila mtu? Mnakuja kutafuta mtu mmoja na silaha yote. Wanasimama tena, anauliza ninauliza ndugu zangu, mnatafuta nani? Wanasema si tunakuambia ni Yesu, wanaitwa Yesu wa Nazareti. Anawaambia si huyo mnaongea naye ndiye yeye. Wote wanaanguka tena. Wanasimama. Aliposimama akaangalia mitume, akawaambia ndugu zangu, ni kama nilivyowaeleza, Baba yangu alinifundisha kupeana maisha yangu, halafu sasa wakati wa kupeana maisha yangu. Alipopeana maisha, akauliza mara tena, unatafuta nani? Akamwambia Yesu Nazareti. Akamwambia ndiyo mnaongea naye. Mfikiria wako. Dakika ile alisema Baba yangu alinifundisha achilia na kuchukua. Sasa akaachilia, akawaambia siku 3 zikiisha nitachukua tena. Kwa hivyo tukutane kama vile nilivyowaita. Yaani ana uzima. Anatamani kila mtu amwaminie havalishwe uzima huu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu amwaminie, kusudi la Jehova ni abebe uzima huu. Uwe maisha yako yote. Ukifikia uzima huu, hakuna anayeweza kukuua. Uzima huo ukifika, hata apendaye hawezi. Kwa mhubiri mmoja ameenda. Sasa huyu amefika mahali ametafuta so siku moja anapita kwa barabara, na eneo hilo ilikuwa ni wezi, sugu wala wapunduki. So watu walikuwa wanatetemeka na polisi walikuwa wanatafutana na wakawakosa. So siku moja ametoka kakusa kwenye saa 6 so alikuwa avukie mahali kuna kamoto kichaka kidogo, avukea apotea, alafu akavukea mto. Wezi wale ambaye wameua watu wengi huko, akasema unajua nikianza safari siwezi kurudi. Kwa hivyo mimi ni kwenda tu. Akaanza kwenda. Alipoenda akifika mbele, akaona watu 3 wameruka kichaka, wakaruka kwa barabara. Ni usiku saa 6, wamemumulika. Akasimama kuruka, akakuta 3 nyuma nao wamemumulika. Alipoangalia walio mbele, wote wako na bunduki. Akasimama hapa. Aliposimama akachukua kwa mmoja upande, akaanza kwenda mbele. So wameangaliana na mmoja ako na bunduki. Alipomkaribia huyo mtu akaruka. Aliporuka yeye akapita. Akiwa anapita kufika mbele, akageuka. Akawaambia wazee, leo nimekutana na mtu amungetamani kukutana naye
kesho ikifika saa hii, kila mmoja wenu atakuwa mikononi mwa polisi. Leo kwenda kuripoti, itaenda nyumbani. Neno hilo litasanya mahali polisi walipo, kwa maana huyu amenena ako na uzima. Ikifika saa hii natangazwa wezi wale walikuwa wanatesa watu wote 6 wako mikononi mwa polisi. Walikutana na mtu amebaye uzima. Anaweza sifi. Sasa wewe ukikutana na wezi hao 6 na mbele na nyuma umemulikwa na mbele na nyuma ni bunduki, si utaanza kutetemeka kusema oh Jesus. Sasa hapa si Jesus, hapa ni kama ndani yako uko na uzima. Lakini sasa dereva wa gari ni rafiki yake. Sasa si dereva akamwambia ndugu yangu, siwezi enda bila wewe. Sasa akamleta hapa mbele. Sasa hapa kwa dereva kukawa kuna yeye hapa kwa mlango, kuna mtu mwingine katikati, alafu kuna dereva. Alipofika Mwea, gari imeenda speed, akasikia sauti inamwambia hesabu dakika 5. Sema Bwana, kwanza naomba msamaha, kwa maana uliniambia nisingie gari. Akamuuliza Bwana, nifanye nini? Bwana akamwambia niite jina la Bwana. Akasema Yesu. Alisema Yesu. Akasema akasikia blanketi imeshuka kutoka juu. Sasa kusema lakini alisikia kitu strange kimeingia na kiko na utamu, akajiingiza. So yeye pia akafunikwa na blanketi. Ikimalizika dakika 5, gari ikapasua gurudumu la mbele na iko speed ya 160. Iliro. Mahali ilisimama, yeye alitoka haja kwa uso. Mzee huyu wakati gari ilianza kuanguka, alijaribu kujishikilia mahali mikono ukakata, mahali pengine akabaki. Hao wengine wote mili na chuma zimeshikana. Akasimama, akatoka akasimama nje. Hata polisi walipokuja hawakuuliza swali, kwa maana akai kama gari hiyo inaweza kutoa mtu. Mzee yule aliyekuwa akamwambia wewe you are anamwambia kuna mahali nisikia umekuja kufunikia na mimi nikisikia kujiuliza kama sikutoa mkono wangu usingekatwa mahali. Hiyo ndio Yesu alisema nalikuja muwe na uzima. Nalikuja muwe na uzima. Sasa shinda uzima huu haukuji kwa sababu uko kanisani. Haitakufikia kwa sababu wewe uko kanisani. Hasha. Unaweza ishi kanisani miaka yako yote na usije kuwa na uzima. Na uzima huo upeanwi kwa sababu umekiri Yesu.
anasema muweze kunywa maziwa haya, muweze so that you shall grow such that, because now you have tasted and you have known what is good. Kwa maana mumeweza kuonja mkasikia Mungu ni mzuri. Kumaanisha tulipokiri, kitu cha kwanza tulifanya ni kuonjeshwa. Tukasikia Mungu si mbaya. Sasa anasema kwa maana sasa umeonja na ukasikia Mungu si mbaya, sasa kulia wokovu. Kukua, grow. Kulia wokovu. Kwa hivyo kumaanisha wokovu ni kitu bila si kitu tu ninajikuta nacho, si kitu nakukiri, ninakula. Sijui kwa nini nasema kukulia wokovu. Kukulia ni Ingereza nasema grow into. Maanisha ni unajikusa kielekea wokovu. Lakini anasema kile kitakufanya ukulie wokovu ni maziwa. Maziwa haya na ni neno ambalo halijafanywa wekwa chachu. Neno halijafanywa ni neno safi. Watu wanahubiri neno chachu, hawahubiri neno safi. Neno lile linaweza linaondolewa sehemu ya ukweli. So watu hao wakiketi katika neno hilo, itakuwa ngumu sana kufikia uzima, kwa maana maziwa wanayekunywa kuna kitu kimeondolewa. Usijali ndugu, usijali ndugu, usijali. Mungu atakuhurumia, usijali. My friend, unastahili kujali sana. Jali sana wewe. Kwa maana Mungu si mchezo alikuwa naye. Usijali, wewe utabarikiwa tu, usijali. Jali kwa nini utabarikiwa? Usijali aje, jali sana. So, utakapokiri Yesu, hatua ya pili unastahili kuchukua neno lile lake, unastahili kulisoma ama kulisikia. Kutoka pale uanze kujifundisha. Nasema ujizoeze, kwa maana ni ngumu wakati mwingine kufanya hivyo. Nimesema kwa nini? Kwa maana ulilelewa ukiwa katili wa neno la kweli. Yesu asifiwe. Na ni kusaliwa, umesaliwa. Kama vile mtoto akishasaliwa hawezi tembea, atajifundisha. Ni kujifundisha, atajifundisha.
hivyo ndivyo neno lile unajifundisha jinsi ya kufanya, una exercise. Leo akisema hiki unajaribu, leo unaweza, kesho unasikia kama unaanguka tena, siku hiyo nyingine unaamka unajaribu, siku hiyo nyingine unasikia. Usiwahi acha kujaribu mpaka usikie neno hilo limejithibitisha katika moyo wako. Na usisome neno kama ndogo, kama kitabu ya stori, kama hadithi. Usome neno kama mtu atafutaye sheria ya uzima. Unajua, wakati unaposoma katiba ya nchi, hausomi ili ujifurahishe. Katiba unasoma ili usije kuvuka mipaka. Sio, ni sawa? Naye neno la Mungu ndiye katiba ya mbinguni. Kwa hivyo lazima usome ili ujue mipaka yako iko wapi. Usisome ila watu wanasema wanashindana kusoma kutoka mwanzo mpaka Ufunuo. Hiyo ni mchezo. Kwa maana hii si hadithi. Hii ni uzima na ni sheria za mbingu. So wakati unaposoma, unasoma kama mtu atafutaye. Wakati unasoma manual, umenunua simu na unataka kujua kuoperate yote. Wakati unasoma manual, hausomi kujifurahisha. Unasoma manual ile ili uweze kujua nikifinya hapa ni nini itatokea. So unafuata bila kusema finya. Kutoka pale unaenda next, anasema ukifika hapa, kama unataka kufika hapa finya hii, unafinya, unaenda kukua kingine, unaenda kwa manual tena, unasoma, anakuambia ukifika hapo finya hapa, unafinya, inafungua kingine. So katika maisha yako utajifundisha kutumia simu hiyo frame. Lakini simu hiyo ina mambo mengi. Shida ni hata mazungumzo. Sema bora tu kuitika nikufinya hapa na kukataa kuitika nikufinya hapa. Sasa mimi niko sawa, niko na simu. Na ni manual au kusoma manual. Kwa maana kwako uliona kitabu hiyo ni kikubwa. Unashinda mtu anasoma kitabu yake. Msumbue sinajua. Hivyo ndivyo tuko na neno hapa linaelekeza njia zako katika uzima na usome. So kile unatafuta kwa Mungu kiko hapa, hakuna kile kiko nje. Angalia mwenzako, mwambie hakuna kitu kiko mbinguni. Mzuri, mwambie mzuri, hakuna kitu kiko mbinguni. Kila kitu kiko hapa. Na unatembea nacho usiku na uzima wako uko kwa nyumba yako. Ni vile wako kitabu unaacha nayo. Unakuja kusoma, usikie pastor akisema kusoma Yeremia. Unakuja kutafuta Yeremia. Na hiyo Yeremia umekataa kusoma, ndio ina uzima wako.
mzee anamwambia msichana, nilikuambia hauwezi. Uzuri wangu ni ya kwamba nilivalishwa wokovu halafu nikafikia uzima. Sasa mimi ni mzima kabisa, na kile nimesema hakitaingia, hakiwezi ingia. Hakiwezi ingia kwenye wangu. Tano na wabeba tu nchi unaenda, kuna ugonjwa na utarudi naye hapa. Anakuambia waacha sasa. Utakuta hapa. Unaenda wiki mbili. Ukikuja unipime usikie. Kwa maana mimi na magonjwa ni kama maji na mafuta. Asiingia ndani. Sana alinunua ule mzee akatupia. Sana akampima akamsana anaenda. Sana ungesi nilikwambia na nilikwambia tafuta Mungu. Yesu hakuja ili turukaruke. Alikuja ili tuwe na uzima. Hakusema amekuja ili tuimbe. Na hakusema alikuja ili tuhubiri. Alisema alikuja ili tuwe na uzima. Hicho ndicho kilimleta. Si kuhubiri, hakuja kurecruit wahubiri. He was not coming for the recruitment. Si ati alikuja kuchagua wahubiri. Alikuja ili sote tuwe naye tele. Hiyo inastahili kuwa ndugu yangu. Kama tu Yesu aliona kuokoa nyani ni mzuri, sio nyani ni ndugu yangu. Wakamwambia na tunapenda misaada yote. John Derek akarudi South Africa na misaada yote. Alihubiri na shida. Siku moja wamelala njaa siku kadhaa. Siku moja wakaja wakatafuta John. Wakamuuliza John, kwa nini unatutesa kwa kweli? John anauliza nini? Anawaambia sisi hatuna chakula wala watoto wetu wana chakula. Mbona wewe unakula pekee? John akawaambia tuna chakula. Wakawanunulia kila mtu kahawa black. Si ati nina pesa, nawaambia kwangu jana nimekula mahindi imechemshwa, haina chochote.
katika mikono mwangu kuna uzima. Kukiingia kiini ndicho kinakufa. Uchukue damu hiyo, uchanganye na kile utachanganya nacho, udunge kila mtu. Walidungwa wote wakasimama. Akiwa anatoka akakuta ndugu mwingine anapiga magoti, anaomba ugonjwa huu uondolewe. Alipofika akamuuliza John, akamuuliza ndugu, ninaona kama unaombea ugonjwa. Akamwambia ndio. Akamuuliza umefika wapi? Unasikia kama umefika wapi? Ndugu akamwambia brother, nimesukuma, ninasikia kama nimefika katika lango la mbinguni, lakini nimekosa nguvu ya mwili. Akamwambia nikipata mtu mwingine anishike anisukume, tutaongea na Mungu. John anamwambia brother, unahitaji mtu mwingine, si mimi niko hapa. Unaniambia uko katika mlango wa mbinguni, hapo ndio uko umefika na ni nguvu ya kuingia umekosa. Niko hapa nitakusukuma. John akiwa pale wakaomba. Ndugu akamwambia ndugu, niko ndani, nimeingia. Akamwambia ambia Mungu ikatike. Akamwambia nimemwambia na amesema imekatika. Wakimaliza few hours, serikali imetangaza ugonjwa umeisha. Hao ndio watu Yusuf. Mmoja amesema ameenda akiwa kanisani hapa Etimani, watu wanaabudu kila mtu ako kanisani kutoka fupi, halafu wote wako chini, lakini wameinua mikono wakiabudu Mungu. Wakamwambia John, hao ndio wanajiita watu wangu. John alimwambia mimi nifungue macho, unirudishe mahali tunaishi na wao. Kwa maana nikikaa nikiwaona hivyo nitawachapa. Heri wewe uko mbinguni, uko mbali. Alisema nalikuja ili wewe. Sasa shida ni uko na uzima. Ni rahisi sana kuruka miaka yako yote na usiwe na chemchemi. Fika kwake, you are so frustrated. Umeumia kabisa. Wakati ni sasa. Kila mtu akusema ni wahubiri, alisema ni kila mtu. Mzee mmoja alifikiwa na hakuwa mhubiri, alikuwa ng'ombe za maziwa. Siku moja mahindi yao mengi na magonjwa ilikuwa akapitia kwa zizi lake, ilikuwa na ng'ombe nyingi. Aenda
maana si mkono unagusa, hii ni nyama tu. Mkono ni nyama, ni nafsi yako ina transfer uzima katika nyama, ili ukiweza kugusa huo umegusa na uzima. Hakuna kitu huwezi fanya. As long as ora tu sasa kasi barikiwa mkiingia na mkitoka. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ombi moja ninaomba vita Kongo na kitu hicho kisaulike kabisa. Si kwa ajili yako tu, ni kwa ajili ya utajiri wa Afrika ambao umeketi. Afrika itajirishwa. Kwa maana Mungu sijui kwa nini alienda akaweka utajiri wote wa Afrika. Sijui kwa nini Mungu alienda akachukua utajiri wote akaweka Kongo. Sasa Kongo imekuwa senta ya vita kwa sababu ya wale wanatamani utajiri huu. Saidia tu. Kama utajiri uliwekwa kwa Afrika, wakati huu saidia ondoa ili Afrika ifikie utajiri wake. Na wakati uchaguzi wa Kenya umenifanya Mungu sana. Saidia kama William Ruto ni rais wa nchi ya Kenya, basi ujue kuna Mungu. Maana alikuwa amezungukwa na wanyama, watu walio jeshi iko kinyume yako, polisi iko kinyume yako, media iko kinyume yako, kila kitu kiko kinyume yako, na halafu Mungu akusi. Hata sasa hawajaamini. Nasikia Ruben Legwa wa Nairobi akisema, akisema sasa kama William Ruto ni Mungu amempenda, basi tuachane naye, kwa maana kupigana na yeye utakuwa unapigana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata wao hawaamini. What nini haswa kiliweza kufanyika? Aje vipi? Unaweza shindwaje ukiwa na jeshi yote, polisi yote, ni vyombo vya habari vyote, watu wa intelligent wote, na wakora wote? Shindwe aje? Hiyo haijawahi onekana Afrika yote, haijawahi onekana Afrika. Ushindwe ukiwa na vyombo vyote, aje na pesa. Shindwe vipi? Sasa naamini nawaambia atakomesha vita Kongo, atafanya Kongo
Because yeye ndiye Mungu. Na maombi yale yaliyopo hapa ile itaombwa kwa moyo. Sasa ili at least tutembee kwamba tunaombea na watu mbele hapo. Sasa kwa mkongo moja sabana Rwanda. Ananiambia pastor, unajua ni mzee sana. Ananiambia unajua wazungu walifanya mambo ya ajabu. Ananiambia wazungu walipokuja kwa dhahabu haikuwa kitu cha maana. Kwa maana tulikuwa tunabadilishana dhahabu na chupa ya maziwa. Mtu anakupea maziwa, unapea yeye dhahabu. Na chumvi, anakuia chumvi, unampea dhahabu. Aliniambia wazee wazungu walikuja kucheza kwa ile wazee walicheza na mawe. Ile mawe wazee walicheza na mawe. Walikuwa wanacheza na dhahabu. Wazungu wakaja wakawageuzia wakawapea karata. Ati wakawaambia hii mawe hii inaleta ugonjwa. Hii magonjwa mawe inaleta kansa. Sasa wazungu wanachukua wakawatupie ng'ambo, kwa maana ng'ambo ndio kansa itafika. Akawapea karatasi ya karata. Huyo mnacheza. Wao wachukua mawe hii italeta kansa. Ukisikia mtu anacheza dhahabu ambayo unabadilishana na chupa ya chumvi, unapea na chumvi. Mtu anakuwa ile chumvi, unampea dhahabu. Hiyo nchi ina utajiri. Hiyo nchi ina utajiri mwingi. Akasema ni sawa, minerals zinakuja hapa Rwanda, lakini huwa zinapitia uwanja wa ndege. Akauliza kama tunauliza Rwanda, kwa nini msiulize mahali zinaenda? Maana huwa zinapitia hapa, kupitia zinapitia. Zinaenda mahali anayemwambia zinaanguka Moscow, zinaanguka Tel Aviv, zinaingia Brussels. Mbona Brussels isiulizwe dhahabu ilienda Brussels ilitoka wapi? Kwa nini Rwanda iulizwe? Rwanda ni uwanja wa ndege tulipea. Na nikikataa kupeana mtanitesa. Mtasema Rwanda amefunga nchi. Sasa nikifunga nchi mniletee shida. Nikikubali sipite mnasema ninaiba dhahabu. Sasa watu wao wanapigana ni wa Rwanda ama ni wa Kongo. Nawaambia kama atanijibu swali, sasa mbona watu waishi miaka alafu waambiwa ni wa Rwanda waende Rwanda? Hiyo ni nini? Alafu wanaambia unakuja kuzunguka ati mkitafuta suluhisho ya nasema government yanaunga mkono kuendelea. Akasema makundi ya wasi Kongo iko zaidi ya 100. Hiyo zaidi ya 100 ni Rwanda inaunga mkono. Bila niliona hata sikia. Hatuwezi kuwekwa Nairobi. Tukae pale na hakuna mtu anataka kusema ukweli. Anauliza watu hao mnaambia waende kule walitoka. Ni wapi
Rwanda, kama walitoka Rwanda, kama ni wa Rwanda, basi kabla waje kuja Rwanda walikuwa wametoka wapi? Yako iko sawa sawa. Bwana waambia ukitaka kumaliza shida inaweza malizika. Ni Kongo iliko na Iswa wakati wa Kongo bana. Ni hivyo tu na hiyo kitu kikwisha. Ingine utasema waende kwa waende kwa watu. Sasa nauliza mkisema wakuja Rwanda. Hapa Rwanda wanakuona shaka. Sasa ni kwao vipi? Wewe ukisikia kuanza kuokoa uponyaji umekaribia. Hiyo ni mambo wako wanaongea. Ukisikia wanaongea hivyo, uponyaji umekaribia na Mungu atafanya jambo. Yesu asifiwe. Mungu atafanya jambo. Unajua, nienda Kongo au nisikia kuja. Ile nchi ni nzuri. Sijaenda mahali, nimeenda Bukavu, nimeenda Uvira, nimeenda Goma. Ile nchi ni nzuri. Walikuwa wanaambiwa niende Minembwe nijue, sasa sijui nchi. Nchi iko Minembwe. Nchi nzuri. Unachukua nchi ambayo iko zinajua. Nchi ambayo mvua kwao ni kila wakati. Wakikaa wiki mbili, wiki ya kazi kubwa, hawajaiona kama hiyo. Hata sisi tunakaa hapa miezi na miaka. Na huko unajenga mahali unataka. Na unalipa mahali unataka. Nilikuwa naambia ndugu kutoka Goma ndege kwenda Kinshasa ni masaa. Hiyo nchi ni kubwa sana. Kutoka Goma hakuna kwenda Kinshasa. Na kutoka Goma kuja Nairobi ni karibu sana. Nairobi hapa ni 1 hour and 30 minutes once. Hivi sasa ni masaa 4. Ndege ni kama kupanda Nairobi kwenda South Africa ama Dubai. Na ni nchi moja. Ni nchi ya na hiyo ingine iende wapi? Ile iwezi jaa. Kongo ndiye kubwa kwa Kenya. Nafikiria mara 5. 6 mara 6. Unajua ukiweka Kenya 6 ndio Kongo. Sasa imagine Kenya zingine 6. Hiyo province inapiganiwa. Hiyo ya South Kivu ni kubwa kuliko Rwanda mara 8. Province moja ndio kubwa kuliko Rwanda country mara 8. Na ni state moja ni kubwa kuliko Rwanda mara 8. District. Yaani yule mea ambaye anatawala district ndiye anatawala nchi kubwa kuliko Rwanda. Mea anatawala nchi kubwa kuliko Kagame. Nchi. Kiingia kwa gavana wa South Kivu anatawala nchi kubwa kuliko Rwanda na Burundi na Uganda. Lazima waone watu. Ni uwezo wa kishetani. Na shetani si Wanyarwanda anashinda. Anashinda utajiri. Africa must be free. Free. Africa must be free. Wakati
na usiku mwanana nzuri. Tutane kesho asubuhi. Amani ya Bwana